Alafu pia hapa naye wa kesho. Lakini kwanza nataka tufanye mahojiano na hawa waandalizi wenyeji ambao bila mwenyeji bwana unajua mgeni huwa hana chake. Na hivi sasa nataka kwanza tumkaribishe bwana mmoja mzee wa busara. Huyu ni miongoni mwa wale watu wa kwanza waanzilishi wa chuo hiki cha Lukenya University. Yeye atafika hapa atuelezee historia ya chuo hiki kwa sababu tunaambiwa chuo hiki kilianza mwaka ule wa 2011. Tunamkaribisha mzee wangu, karibu sana. Jukwaa hili ni lako na ni furaha yangu kutangamana nawe leo. Watindata. Natindanesa. Vizuri kabisa. Haya, karibu katika KTN News. Na leo tumekuja hapa kikosi kizima. Naona wanafunzi wamejitokeza, wanariadha wako tayari na mmetukaribisha vizuri sana. Kwa yule Mkenya ambaye hafahamu hiki chuo cha Lukenya na nyinyi miongoni mwa waanzilishi. Je, safari hii ya zaidi ya miaka 10 na mpaka sasa umeona chuo kinatembea, kimekomaa, wanafunzi wanakuja hapa wanafaidika na elimu. Wewe unajihisi vipi? Unaweza kuzungumziaje ugumu mliopata mkianza? Asante sana. Kwanza nataka kusema kwa jina naitwa Pascal Chule. Mimi ni mzee wa zamani hapa, kiongozi wa zamani hapa. Na ninasema leo nina furaha kuu sana katika wale watu wana furaha, sababu wakati tulikuwa tunaanza hiki chuo tulikuwa na changamoto nyingi. Kwanza ilikuwa ni chuo tulikianza pamoja na familia ya Lukenya. Hapa palikuwa msitu. Na kwanza tulikuwa na matatizo ya shamba. Shamba lenyewe lilikuwa linataka kuondolewa na watu, tukapigana ikarudi. Ya pili, wakati huo kulikuwa wakati wa ile mipango ilikuwa inaitwa District Development Committee. Hakuna kitu chochote ambacho kingepitia bila kupitisha kwa hiyo committee. Nakumbuka hiyo miaka nilienda katika hiyo kama kiongozi wa hapa, nilikuwa administrator. Na nikawasilisha mapendekezo ya kufungua chuo kikuu hapa. Na kwambia watu wale tulikuwa katika hiyo mkutano walisema nipeleke hospitali kwa sababu waliona nimepatwa na kichaa. Kusema tuanze hii shule katika hapa, walisema hakuna mtu anaweza kufungua chuo hapa. Na nikawaambia sisi tumesha amua na mipango iko tayari. We only need blessing. Tunataka tu kuambiwa endeleeni kwa sababu ulikuwa uwezi endelea bila hiyo. Kwa hivyo walinipatia shingo upande. Wakasema wacha huyu, nafikiri wewe ni kama umekuwa na kichaa. Lakini nikawaambia hakuna kichaa, mimi niko sawa sawa, niko timamu, akili yangu iko sawa, hata sijawahi kupata na kichaa tangu utoto. Kwa hivyo wakanipatia na tukaendelea. Tulikuja kufungua chuo. Saa hii tumekuwa na graduation kadhaa. Na kama kuna mtu ako na furaha ni mimi. Na ninasema wale watu tulikuwa huko katika hiyo mikutano, huenda wengine hawajafika hapa. Ni vizuri sasa ile wakati mlikuwa unaniambia niko na kichaa, si haikuwa kichaa. Ilikuwa fikira nzuri na ilikuwa imeongozwa na Mwenyezi Mungu. Na kufikia leo hapa tulipofika, chuo kimekuwa zaidi ya miaka, wanafunzi wanakuja, wanahitimu, wanakwenda kuendelea na maisha yao. Unajihisi vipi miongoni mwa waanzilishi tukimalizia? Kwanza ni najihisi kama ni tumefaulu na tena tumefungua huku ndani. Na mahali hapa tuliona ni kama mahali pazuri pa kuwa na elimu ambayo haiharibiwi na chochote. They are not distractors. Yani ni mahali pazuri pa kusoma. Kwa sababu mtoto au mwanafunzi akiwa hapa ana vitu zingine zinamsumbua. Kwa hivyo tunasema ni mahali pazuri. Na tunaambia watu wa dunia yote, Kenya na nchi zile zingine, wakileta watoto wao hapa wajue ya kwamba wameleta watoto mahali pazuri. Ambapo ni mahali mtu ako na atmosphere nzuri ya masomo. Haya, asante sana. Nashukuru utaendelea kuzungumza na kutangamana hapo kesho. Na tathmini ya mzee ni kwamba unaweza kwenda. Shukran. Asante sana. Tathmini ya mzee wangu ni kwamba safari ya 1000 huanza moja. Sasa naye pia usawa wa kijinsia, naye mamangu kipenzi hapa. Tumkaribishe pia studio aje akutuelezea na wakilisha ile sekta ya huduma za umma, public service, tena kitengo maalum kile cha elimu na maendeleo, si ndio? Haya, hujambo jioni ya leo. Na upande wako, ushirikiano wenu na chuo hiki cha Lukenya, hebu niambie uko vipi na umezaa matunda, mmeridhika?
Matunda mengi tumezaa leo na tunatakia shule ya Lukenya University all the best. My names are Ambassador Esther Waringa, the President of Public Service Governance. Na sisi tulikuwa hapa kama sponsors wa Lukenya University. We have established a strategic partnership na university on matters education and environment. Na ndiposa wakati huu Lukenya University is working towards 1 million trees. We have donated today 100,000 trees, and we are going to walk together the journey with Lukenya University, because when the environment is conducive for learning, this is one of the key strategic initiatives that every university must undertake, that all our universities must go green. Kwa sababu tunapokuwa na environment mzuri ya kusoma, then we enhance on academic excellence. Kwa hivyo hawa wanafunzi badala ya kupanda ile miti yote tumepanda leo, na kesho tufanye marathon. Na kuambia ndugu yangu, Monday kila mwanafunzi atakuwa akipita subject ile anafanya kwa darasa. Kwa hivyo sisi kama public service governance, ours is to give a heavy backup to Lukenya University to be able to realize their academic excellence and their academic mandate. Shukran. Na kesho wakati utashiriki marathon? Nitashiriki marathon. I'm ready. You can see I'm ready for the marathon. Yeah. Tutakutana kesho basi katika marathon hiyo. Shukran sana kwa muda wako. Okay, shukran. Together we can. Haya. Na hivi sasa nimkaribishe mwakilishi wa chuo kikuu hiki cha Lukenya. Bwana naye aje tupatie mawili matatu. Rafiki yangu, utaniambia jina lako, alafu je, inawezekana kupanda miti milioni 1 miaka 5? Inawezekana bro? Thank you. Kwa majina naitwa Dr. Paul Mwanya. Mimi ni msimamizi wa chuo kikuu cha Lukenya, na uwezekano wa kupanda miti milioni 1 upo. Kwa sababu tuko na mpango wa kutosha na tumejitayarisha vizuri. Maono ambayo tuko nayo ni kupanda miti 1200 kila mwaka, na kwa kila mwaka tukipanda miti 1200, basi hilo wazo la kuwa na kupanda miti milioni 1 itawezekana. Jambo ambalo limetusukuma ama msukumo ambao tuko nao kama chuo kikuu ni kwamba vile tulipohamia hapa na tukaja kuweka chuo kikuu cha Lukenya hapa katika Mtito wa Ndei, tulipata hali ya anga hapa ni mbaya sana. Na tukajaribu kupanda miti hapa ndani, na ukiangalia vizuri unaona ya kwamba sasa hali ya hewa imebadilika kabisa hapa ndani. Ndio. Lakini unapotoka pale nje unapata hali ya anga ni mbaya sana. Kwa hivyo mtasambaza huu upandaji wa miti paka maeneo jirani? Tunataka kusambaza kabisa kwa majirani, kwa stakeholders wote, households, mashule zote za chekechea na hata za sekondari, na pia hata makanisa. Na tumewahusisha hata our neighbors wote. Waje tupande miti pamoja. Tumepanga mpango wa kudistribute ama kupeana hiyo miti. Ndio. Kupitia kwa chiefs na assistant chiefs, village elders, au wote ndio tutatumia wanakijiji, au ndio tutatumia kupeana hiyo miti. Sawa. Asante. Tutazungumza kesho wakati wa marathon. Nadhani wanakijiji pia mmesikia. Hebu tuitikie, tumesikia? Hivi sasa bwana, naye the legend huyu bwana ndiye alikuwa anashikilia rekodi ya marathon ya kule Berlin mwaka 2014. Aliandikisha masaa 2 dakika 3 na sekunde 38, karibia ile ya Eliud Kipchoge, lakini ndio hivyo. Ni the one and only bwana Patrick Makao. Hali yako namna gani bro? Mimi niko salama. Na kuona uko vizuri kabisa. Haya, sasa hebu niambie kwanza, marathon ya kesho tutegemee nini? Je, kuna mtu yote anaweza kukimbia chini ya saa 2 na hata dakika 30 hivi? Inawezekana? Kwanza chenye naweza sema mambo ya maandalizi ya kesho ambayo wakimbiaji wetu wameweza kujiandaa vizuri kwa njia ambayo inaweza faa. Na pia nimeweza kutembea kwa course ama mahali wakimbiaji watakuwa na kimbililia. Hiyo course imeandaliwa vizuri, na expect kesho tutakuwa na ushindani mkali sana. Tukijua kwamba tuko na wanariadha kutoka pande zote za nchi, kutoka pande ya Rift Valley, kutoka Nyahururu na kutoka Ukambani hapa Makueni. Kwa hivyo tunatarajia kuwa na ushindani mkali sana kutoka kwa wanariadha wetu. Tukizingatia hali ya hapa ndani ya chuo kikuu, mandhari ni mazuri kwa sababu ya miti, lakini hii route ambayo watatumia wanariadha, jua kali na joto, koo zitawakauka, tutegemea itakuwa vipi? Kuna ugumu wa kiasi gani?
Jambo naweza zungumzia ni kwamba kulingana na ile mashindano vile itakuwa, pande ya nje inaweza kuwa na joto kidogo, tukijua ya kwamba climate ambayo iko hapa pande ya shule njuu kunaona miti nyingi. Weather ama hali ya anga ni mzuri sana, lakini pande nje kuna kanjoto kidogo. But kulingana na vile maandalizi imeweza kuwa, mbio zitaweza kufanyika masaa ya asubuhi sana, kutoka saa 12 asubuhi ndio kilomita 42 zitaweza kuanza. Tukijua ya kwamba kilomita 42 ni itakimbiliwa kwa masaa 2.5 hivi. Na kulingana na hiyo masaa tutatarajia ikifika saa 2 na dakika 10 ama 20 wanariadha wakuwa wamemaliza ama wako karibu kumaliza. Lakini nafikiria mwanariadha wa kwanza ama msichana wa kwanza atakuwa already amemaliza. Na hiyo wakati joto alitakuwa limepanda sana, zitakuwa ambaye mkimbiaji anaweza akafumilia. Hivi Kigogo, kuna manake wewe ndio hivyo umeshastaafu sasa, unakuza vile vipaji vinavyokuja. Je, ukiangalia kutoka maeneo haya mashariki Ukambani, tunaweza tena kutoa vipaji vingine kama kina nyinyi, kama kina Eliud Kipchoge? Ni swali nzuri sana. Naona wanariadha wote wa Ukambani wameweza kujitokezea kwa wingi, na pia tumeweza kuwa na wao. Na tukijua ya kwamba kama vile tumeweza kutararisha wanariadha wetu, tunatarajia kuwa na ushindani mkubwa. Na sio jambo ngumu sana kuweza kupata na mshindi wa namba 1 ataweza kutoka hapo Ukambani. Lakini nikizungumzia kidogo, wanariadha wetu wameweza kujiandaa vizuri, na kwa wale wameweza kuwa anafuatilia mambo ya michezo na kukimbia, tuko na wanariadha wengi sana, especially kutoka pande hii ya Makueni, ambaye tuliweza kuona Alex Mutiso ambaye aliweza kukimbia muda mzuri sana kwa marathon, na kwa among ile 10 bora. Kwa wale wanariadha kwa dunia wameweza kufanya vizuri. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha miaka zingine zinakuja. Tunatarajia hiyo rekodi yangu iweze kurudi Ukambani tena. Sawa, tukutane kesho. Wewe pia utakimbia? Mimi nitaweza kukimbia kilomita 10. Pumzi bado zipo? Ziko. Kilomita 10? Tapambana, mimi nitakupigia kilomita 25. Asante hapa sana. Ni hatari hapa. Kesho utaona mwenyewe bwana. Show. Sawa, asante sana, naweza kwenda. Ndio hivyo shabiki wetu wa KTN News, leo kama tulivyokuarifu tunakujia mubashara kutoka hapa Lukenya University. Kesho kuna marathon kubwa itafanyika hapa, na kuambia itakuwa kazi, itazua kazi kuliko kazi yenyewe. Na hawa wanafunzi pamoja na wanariadha wale ambao watakuwa wamejiandaa, tunasema mbuzi atakula kwa urefu wa kamba yake. Mimi naitwa Ahmed Bahaj, tunavuta pumzi, wewe toa shaka na wasiwasi. Mwenzangu wa kesho Maduva anakuja, tuendelee na taarifa, alafu mwisho kabisa lazima tulipige ile densi la kikamba lile. Tunazijua zile nyimbo zile wanapiga design hii.